Hii ni Radio Wasta isiyofurahisha mjinga, ikikuletea taarifa ya habari, msomaji akiwa ni mie Dan Siriba, na kwanza kabisa ni muhtasari wa habari hizo. Mgomo wa walimu waathiri sekta ya elimu. Upekee wa wala binwala haulinganishwi na chochote. Wakereketo wa lugha wakongamana Wasta. Idhaa mbalimbali za pongezwa kwa ukuzaji wa Kiswahili. Habari kamili. Mgomo wa walimu mwezi uliopita uliathiri sekta ya elimu, huku pande mbili husika zikionekana kutolegeza kamba hata kidogo. Mgomo huo kwa kiasi uliathiri lugha yetu tukufu ya Kiswahili, kwa kuwa vijana ambao ni wanafunzi walijipatia fursa murua ya kutembea mitaani huku wakijiokotea lugha chafu ya mitaani. Hiki huenda kikawawia walimu kibarua cha kumshika nyani jangwani, kwani itawachukua muda tena kuwarejesha katika hali waliokuwa kabla ya mgomo wenyewe. Kadhalika, wazazi wameilalamikia tabia mbaya ya wanao hasa walipokuwa nyumbani, na hivyo kuilaumu serikali kwa kuchelewa kutafuta suluhu kwa mgomo huo. Licha ya malalamiko hayo yote, wazazi hawakuchelea kuwapongeza walimu wa Kiswahili ambao walisimama kidete katika kuwatia makali wanafunzi wakati huo wote walipokuwa nyumbani. Walimu hao ambao waliyafanya hayo kupitia katika idhaa mbalimbali wameombwa kutokata tamaa katika kukikuza na kukitetea Kiswahili. Mwana mapinduzi Guru Ustadh Wala bin Wala bado anasalia kuwa kileleni miongoni mwa wakereketo wote wa Kiswahili kutokana na juhudi zake za mara kwa mara kukipigania, kukiboresha na kukitukuza Kiswahili. Haya yanadhihirika wazi anapojitolea kuwatuza na kuwatukuza wote wanaojitokeza kukitetea Kiswahili kwa njia zozote. Hayo yalisemwa na wote wanaokidhamini Kiswahili, ambao pia walimwombea adumu kama kifuu ili aendelee kuitetea lugha hii kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vijavyo. Masogora wa lugha ya Kiswahili kwa mara nyingine hii leo wamekongamana Wasta, huku kila mmoja akiwa na mkwiro wake tayari kutekeleza wajibu. Ni katika sherehe hii ambapo mabingwa wote wa Kiswahili hutangamana katika harakati na mikakati ya kuzingua mizingile yote iliyoizinga na kuizonga lugha yetu ya Kiswahili. Mbali na hayo, waliotambuliwa kuwa watetezi halisi wa Kiswahili hawakosi kwenda nyumbani na tuzo maridadi. Wengi wamesema kuwa kitendo hiki cha historia ambacho ni muhali kutokea duniani kitakuwa ni kichocheo katika harakati za kukikuza Kiswahili. Wazembe, wasaliti na wanaokitweza Kiswahili hawakuwa na budi kuzungumzia sherehe ya tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka jana iliyoandaliwa kituoni Wasta. Katika mazungumzo yao hawakukosa kusema kuwa Mwalimu Wala aliwapendelea rafiki zake katika kuwatuza na kuwatakrimu wapenzi na watetezi wa Kiswahili. Akijibu kulingana na madai hayo, Mwalimu Guru aliwaambia kuwa wajitokeze hadharani na kuanza kukitetea Kiswahili, ndipo waweze kujumuishwa katika orodha ya wanaostahili kutuzwa. Sasa swali langu ni je, itawezekanaje mtu asiyejitokeza waziwazi bila wasiwasi kudai kuwa alistahili kutuzwa? Mwisho, wazembe hao waliombwa kujiboresha kwanza katika lugha ya Kiswahili kabla ya kulilia tuzo ambayo haivutwi kwa kamba. Idhaa mbalimbali humu nchini zimepongezwa kwa juhudi zao za mchwa za kuhakikisha kuwa Kiswahili kinaendelea kukua kila kukicha. Hayo yalisemwa na walimu, wanafunzi na wote wanaokipenda Kiswahili kutoka katika gatuzi la Kitetee. Hata hivyo, wapenzi hao wa Kiswahili hawakukosa kuwakashifu watangazaji ambao daima huiboronga na kuichafua lugha yetu ya Kiswahili, kupelekea kuhoji watu 22 na mkabala na baadhi ya maneno ambayo walisema yanatumiwa vibaya na hao wanyonge wenye unyonge wa kukinyonga Kiswahili.
Walishangaa ni kwa nini lugha ya Kiingereza haijawahi kuchezewa ikilinganishwa na Kiswahili, ambayo kila kukicha huendelea kupakwa tope katika vipindi mbalimbali. Mabingwa hao walishangaa na kutaka kujua ni mpaka lini tutaendelea kushangilia na kufurahia tunapoambiwa kuwa kuna mwalimu cha Kiswahili. Bwana changu, yeye unasema sisi ulienda mitumbili tuvitu tudogo na lugha nyingine chafu zinazotumiwa kwenye vipindi vya redioni na runingani. Kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi la yaliyojiri, nikiwaomba tuungane katika kukiinua Kiswahili na daima tujivunie kuwa Waswahili wala si kuua Waswahili. Barikiwa.